hapo hapo inasema anayestahili heshima apewe heshima. Anasema anayestahili kodi, anayestahili heshima. Kwa hiyo hata heshima lazima ustahili. Huwezi ukastahili heshima kwa kuwa Watanzania, wakati katiba inasema ya kwamba nafasi yako ni kwa sababu ya ustawi wa raia. Wewe unaua watu, alafu unataka uheshimiwe. Unaheshimiwa na wajinga, unaheshimiwa na watu wajinga. Wewe ni muuaji, unakwenda kinyume na kile ambacho Mungu amesema usiue, wewe unaua. Ndugu zangu, we must be serious. Nimewaambia huwezi ukabadilisha jambo ambalo umelikubali, na huwezi ukabadilisha jambo ambalo hauko tayari kulikabili. Lazima uwe tayari kulikabili hilo jambo, unaliconfront. Sasa unacheka nao, unacheka unafikiri utabadilisha kitu. Ndugu zangu, ni ngoja ni pause kidogo, nitarudi hapo Alpha, nitarudi. Yani kuna kitu nafanya, lakini nitarejea, kwa sababu lazima tuambizane ukweli. Hakuna kumung'unya maneno, lazima kuwa tough. Tumekuwa na wanasiasa wajinga sana katika nchi yetu kwa miaka mingi, ndio maana nchi haiendi. Wajinga sana, nchi haiendi. Porojo tu, maneno, vitu vya jinga tu, lakini nchi haiendi. Wewe angalia watu kama vijana wameingia, kina Ibrahim Traore, miaka mitatu nchi ameshabadilisha, nchi amechange nchi, na inaonekana future nchi itakuwa kiboko, inakwenda kuwa future nzuri katika nchi. Sisi tupo tunazunguka tu, vurugu, maneno tu, hatuendi kokote. Nchi yani mambo ya ajabu sana. Elimu hovyo, ajira hakuna, vijana hela hawana, miji michafu inanuka, vurugu za kila aina. Ibrahim Traore, rais Muislamu anayejua Uislamu, analinda uhai wa raia wake. Masikia bwana, linda uhai wa raia. Ibrahim Traore analinda rasilimali za nchi zitumike kwa manufaa ya nini? Ya nchi. Sisi unaua watu tu na nini. Huyu rais atakuja kukumbukwa, atakuwa ni rais ambaye atakumbukwa kwa ubaya mkubwa sana. Yani inasikitisha sana yani. Alafu ndugu zanguni, hakuna kitu kinachodumu. Hakuna kitu permanent katika dunia. Umesikia bwana? Itafika wakati hata hao machawa watakuwa wanamkimbia, kwa sababu watajua hana faida tena na wao. Hata kuwa na faida na hao wanasema machawa wake, hata kuwa na faida kabisa. Umeelewa bwana? Na watu watakuwa wanamkimbia, na hata akipita katika mitaa hakuna mtu atakayekuwa anajali, kwa sababu hii dunia utakumbukwa. Unasikia, utakumbukwa kwa matendo. Unasikia, matendo mazuri uliowafanyia watu au mabaya uliowafanyia watu, utakumbukwa tu. Unasikia bwana? Basi ndugu yangu, ngoja ni pause kidogo hapo nifanye kitu fulani. Nashukuru sana, nitarudi baadaye.